Mlima Ilulu mimi naufahamu vizuri sana. Kama nilivyokuambia ni mlima umewakomboa mababu na mabibi zamani kwa vita za wakoloni Wangoni wa Jerumani. Wameponea sana kule polini. Sasa kule huko mbali huko unaona mlima huko mmoja. Kumbe yule sie ni mmoja. Ni vilele 6 vilivyo tofauti. Ukiwa mbali kinakutana kinakuwa kitu hiki kimoja. Hapo kumefanana. Hapa kama pale, hapo kama pale. Alafu kuna utata kwamba wewe si tuko hapa. Ukifika tu kufika meta 100 urefu wa uwanja. Yaani ukiita kule mimi na kuitika wewe unisikii. Ndugu mtazamaji wa Subira Media, katika kipindi cha maisha yangu kama nilivyozungumza awali, nipo katika pande za soko la matunda. Na soko la matunda leo nilikuwa na kipindi na watu wawili, na ndio maana unakuta bado nipo katika shine ile ile. Na leo muda huu nimekuja kufanya kipindi na ndugu yangu hapa ambaye tuliwasiliana kwa njia ya simu kama tulivyowasiliana na Snake Boy aliyepita, na moja kwa moja tumsikilize yeye ni nani na ana lipi la kutuelezea katika mkasa ambao amepitia katika maisha yake, ili tuweze kujifunza ama kupata afya ya ubongo. Blaza, karibu sana. Mambo vipi? Fresh. Mambo unasemaje? Kama kawaida michakato fresh. Bwana, michakato fresh kabisa. Naona upo maeneo ya ofisi. Mwingi nipo sehemu ya ofisi hapo, nasababisha balaa. Ndio maana yake. Na kinukishe. Bwana, watazamaji wanataka kujua wewe ni nani. Majina yako, lakini pia kazi yako na unafanyia wapi kazi yako. Kama ni hapo basi utawaambia watazamaji, ili wakati mwingine wapate nafasi ya kukutembelea kwa ajili ya kuja kupata huduma katika ofisi yako. Sawa sawa. Anaitwa Juma Thabit Tembo. Mzaliwa wa Dar es Salaam hapo sehemu moja inaitwa Mbagala. Mtoto mjini. Mtoto mjini niko kule. Nyinyi ndo wale wa hivi wale. Kwa niko hivyo. Kile sasa hivi hapa ndo nipo zangu na Chingwea. Na hapa nakinukisha soko la matunda. Ni biashara yangu sana au yani biashara yangu sana ninayofanya. Mimi ndio ni fundi. Fundi simu na vitu vingi sana katika electronics yote nafanya upya. Maarufu kabisa ambao ukitaka kunifahamu mimi zaidi, chata yangu utaikuta juu ya ofisi yangu hapo imeandikwa J2K au J2. Ila ukizungumza J2K ni da. Ila ukizungumza J2 unampata na Chingwea. Kwa hiyo da J2K. Ukija na Chingwea unamkuta J2. Yaani kapungua 1000. K tu pale ndo haipo. Unalipi la kuambia watazamaji? Watazamaji bwana, nilikuwa na la kuwaambia au simulizi yao moja matata sana ambayo ilionikuta mimi, yani J2K au J2. Hiyo simulizi kwanza itakuwa funzo kwao na funzo kwa serikali vile vile. Kwa sababu mwaka mmoja 2013 kuna mkasa mmoja ulinikuta, ilikuwa siku ya Jumanne. Na mwezi wa kwanza ilikuwa siku ya tarehe 14 vile vile. Hiyo maeneo yalikuwa maeneo ya Mkuranga. Mtaa mmoja unaitwa Ngunguti. Hiyo siku hiyo nilikuwa na shangazi yangu ambaye anafanya biashara ya kuuza ice cream. Kwa hiyo ile biashara yake ya ice cream alikuwa na mfanyakazi wake ambaye ni mdogo wake anaitwa Omari. Huyo Omari alikuwa anachukua ice cream hapo kwa dada yake ambaye shangazi yake kwangu mimi. Anachukua ice cream anaenda kuuza sehemu moja inaitwa Mbezi. Kule kuna shule ya msingi na shule za sekondari zipo kule zote nyingi yani vugu zote zipo kule. Sehemu moja inaitwa Mbezi. Kwa hiyo yeye alikuwa anaenda kule kuuza zile ice cream. Alifanya sana biashara hizo. Biashara zile zilikuwa zinaenda sana tu. Sasa siku moja hiyo siku ya Jumanne hiyo, akati kurudi kwake ilikuwa anarudi saa 11 ya jioni, anatoka asubuhi saa 1 anarudi saa 11. Sasa majira ya saa 11 yale katika kurudi pale ile sehemu ya Mkuranga kuna sehemu panaitwa Kisimandoo, kuna kilima kidogo. Kwa hiyo yule Omari akati anashusha ule mlima, ghafla anakutana na mbele kuna mama naye anapandisha kilima kile. Yeye anashusha, Omari anashusha, ule mama anapandisha. Alafu pembeni ya ule mama kuna gari naye inatoka mwendo kasi, yani inatoka juu inaenda chini vile vile. Kwa hiyo yule mama sasa pale katika purukushani alitaka kugongwa na ile gari. Sasa sio ilikuwa kwa vipi pale? Ya Mungu mengi.
Yule mama akaona bora sigogo na gari, bora ajirushe kwenye basikeli ambaye anaendesha Omari ambaye anarudi kuuza ice cream. Kwa hiyo Omari yule akamgonga yule mama. Kwa sababu yule mama alijirusha sehemu yake. Alipojirusha sehemu yake kwa yule mama yule bidi apande na basikeli ya ile Omari. Kwa hiyo Omari akadondoka kule chali na yule mama naye kule. Basi Omari akainuka akachukua ice cream zake ambazo zilizokuwa zilibaki kidogo. Na yule mama naye pale kainuka inabidi amuombe radhi nani? Omari. Kwa sababu yeye ndo ambaye alosababisha. Lakini bila hivyo bora gongo na basikeli kuliko na gongo na gari. Basi kwa hiyo Omari yule akashukuru Mungu kwa sababu kwanza hajaumia. Unaona bwana, kwa sababu hajavunjika sehemu aina yote. Akashukuru Mungu pale. Basi wakombana samahani. Omari yule anageuka anarudi. Sasa kumbe kwa mbele kule yake kule kuna askari ambaye mmoja ambaye alishatoka zake depo. Unaona bwana, alikuwa yupo kwenye kipindi cha kazi. Yeye kazi na maana alienda asubuhi amirudi mchana. Kwa mpaka kesho tena. Kwa hiyo yule askari kwa mbele alikuwa ameona ile issue. Akasema yes pale kutakuwa kuna chakula pale. Kwa hiyo ngoja mimi pia nisogelee maeneo yale ya yule dogo ambaye alomgonga yule mama bila kujua kama pale so pale ambaye usababisha ni nini yeye ajui. Kwa hiyo akaona bora aende pale akanyatie afanye michakato pale ya hela. Unaona bwana eh? Kwa hiyo Omari anashuka anarudi zake homu, wakakutana sasa katika Omari na yule afande. Kwa yule afande akamsimamisha Omari. Wewe vipi bwana unaondoka na kati pale umeshagonga? Umemgonga mama ule afu tena wewe unaondoka inakuaje? Wewe itabidi tuneze tu kituoni. Omari inabidi aje kujitetea. Mimi bwana ule mama sijamgonga, mama aliingia mwenyewe kwenye basikeli yangu alijirusha. Kwa hiyo tumeshamalizana lakini yeye ndio maana akaondoka na mimi naenda zangu nyumbani. Wewe haiwezekani hapo, cha msingi hapo twenda kituoni tu. Akapasa nendaje kituoni wakati tushamaliza kesi? Wewe utaenda. Sasa Omari naye dhaifu. Akaona muogopa nani? Askari. Alikuwa na uniform. Nani huyo askari? Askari alikuwa hana uniform. Ila ni maarufu anatambulika. Ila anajulikana tu kama yule ni askari kwa sababu mtaani kwetu pale maaskari wanajulikana, wanajeshi wanajulikana na watu wa kitaa wanajulikana. Unaona bwana? Kwa sababu anamshamjua yule ni nani? Akamwambia basi sawa. Akamwambia sasa wewe kwani unakaa wapi? Yule afande sana anamwambia Omari, wewe unakaa wapi? Afande yule anamwambia yule Omari, wewe unakaa wapi? Omari jibu ambalo mpa akamwambia mimi bwana nakaa Ngongoti mbele tu hapo kidogo. Akamwambia sikiliza, kama hela unayo tunamaliza hii swala. Kama hela hauna tunaenda kituoni. Akamwambia sawa, siwezi kujua nyumbani kama kutakuwa kuna salio au vipi. Kama vipi twende zetu nyumbani tukajue kama kuna salio. Kama salio lipo utapata. Ila kama hakuna basi tabidi mimi unipeke kwa kituoni. Sasa mida ile sasa kipindi ile kukushani inatokea pale, unajua sisi maarufu pale. Ndio. Mimi pia naona bwana. Kwa hiyo defender ile likalisimama ofisini kwangu. Majamaa wana bunduki takriban bunduki kama 06. Naona bwana wanazo. Naona bwana kwa kujua defender wengine ndio wameruka kabisa nini na mkuu wa kituo naye yupo mumo. Wale takriban ndio hesabu walikuwa kama 26. Naona bwana wamekuja kunifuata mimi tu.